Habari ya saa hii mpenzi mtazamaji, karibuni katika kipindi cha Tufunge Safari. Jina langu ni Kibwana Dachi. Na leo katika studio tutakuwa na mgeni kutoka hapa jijini Dar es Salaam ambaye tutaongelea mambo mbalimbali katika mada inayohusu kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2015. Tutazungumzia mambo mbalimbali kuhusu uteuzi wa wagombea muhimu, wale wanaogombea nafasi ya urais katika vyama mbalimbali, na baadaye tutazungumzia uwezo wao kupitia mgeni wetu na namna anavyoona uchaguzi wa mwaka huu, anavyotabiri yeye kwa kuona kwamba utakuwa wa aina gani. Kipindi hichi lengo lake kuu ni kukupa wewe elimu ambayo inaweza kukushawishi sio tu kushiriki kujiandikisha kupiga kura, bali kushiriki kabisa katika kupiga kura inapofika hapo mwezi wa 10 ambapo tunatarajia kuchagua madiwani, wabunge na hatimaye rais wa nchi yetu atakayetuongoza, au viongozi hao wote watatuongoza katika miaka 5 ijayo. Basi kabla ya kuanza kuongea na mgeni wetu, basi tupate kwanza maoni ya Watanzania wenzetu ambao tulipata nafasi ya kuwahoji maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, wakiongelea swala hili la kuelekea uchaguzi mwaka 2015. Karibuni. Mimi Magufuli nimemkubali kwamba walimteua, wao wamefanya jambo la maana kumteua Magufuli, kwamba kwa mimi kwa upande wangu mimi nimemkubali. Sijui ambao chama cha upinzani watamteua nani mpaka sijajua mpaka sasa. Kama tumemteua nao wao, basi na sisi tutaangalia kata Magufuli na mtu atakayeteuliwa na atakuwa zaidi. Tunataka atakapoingia madarakani atufanyie mambo kweli kama yeye anavyojikubali bulldozer. Atote maendeleo kama waliyosema, hizo barabara alizotengeneza Mwanza wapi, Tanga wapi, nataka tuletee pote paka huku vijijini pote zifike. Kwa hiyo hata wa chama pinzani, yani vyama vingine sijui ukawa nini vyama tofauti, nao walete upinzani. Lakini hata kama wataleta upinzani, basi tunaomba nao hata kama wataingia, tunaomba sio wachapa kazi kama alivyokuwa bwana tulivyoona mfano wake alipokuwa waziri. Mimi ninachotegemea ni maendeleo mazuri ya kijiji chetu na Tanzania kwa ujumla. Kuna mambo mengi, kuna barabara, maana lami bado Kimbiji haijafika. Kuna kuboresha elimu, hospitali. Mimi ninachowaambia wananchi ni kwamba kumchagua kiongozi ambaye anafaa na ambaye ataleta maendeleo katika kijiji chetu na Tanzania kwa ujumla. Kwanza kabisa, John Paulo Magufuli ni mchapakazi na pia ni jembe. Katika wizara zake hakuonesha hata jambo moja baya. Kwa nina imani kabisa atapokuwa rais, kwa shughuli zake zitakuwa ni nzuri na utendaji wake utakuwa ni mzuri zaidi. Kwa sababu kwanza alikuwa anakemea rushwa, shughuli zake anakemea sana rushwa. Mimi nishawahi kumuona katika mambo ya TV anakemea rushwa katika wizara. Kwa nina imani kwamba Mwenyezi Mungu akimjalia kuwa rais, basi masuala ya rushwa Tanzania itakuwa hakuna na sisi wote walala hoi tutainuka juu kiuchumi. Kwa vyama vya upinzani naona vinaweza kutoa upinzani kwa Magufuli, kwa sababu na wao pia wamejipanga vizuri katika kingang'anio cheki cha kugombea. Kwa hiyo wategemea ushindani mkubwa, kwa sababu kila mtu anawania na hakuna anayopenda kwamba ashindwe. Kila mtu anagombea ashinde, aweze kupata ili aweze kuongoza nchi kwa manufaa ya umma. Ukawa kama utajipanga vizuri, na vijana wengi sana kama sisi tulivyo tumechoka na utilitimba. Tumechoka na utilitimba, maisha ni magumu, ajira imekuwa ni adimu, miundombinu imekuwa migumu. Ushaelewa bana. Rais anayokuja lazima angalie sekta maalum. Tuna bandari, tuna maziwa, tuna dhahabu, tuna gesi, tuna petroli. Ushaelewa? Vitu vyote hivyo viko Tanzania. Cha msingi tu tumchague rais ambaye yuko makini, ambaye mwenye uchungu na nchi yake. Mimi kwa upande wa mgombea aliyopita kwenye upande wa CCM, naona hakuna ubaya au hakuna utofauti. Mimi naona anafaa kama akifanya kama alivyokuwa mwanzo, kwenye barabara au sehemu pamekuwa hivi anarekebisha hivi, aogopi mtu. Naona kwa upande wangu mimi
hana wasiwasi kama akifanya kazi kama vile alivyofanya kazi mwanzo. Sina wasiwasi naye. Rais ajayo tunachoomba tuletee tu huduma muhimu ikiwemo barabara, zahanati, elimu iwe bora. Sidhani kama kuna vingine vinavyohitajika tena zaidi ya hivyo yani. Tukuletea tu hospitali, zahanati tunatuletea hospitali. Ndio changamoto yetu. Maji tunashukuru yapo. Naam. Akija kwa rais nilichomuombea, naomba tuendeleze vizuri, nchi yetu iwe na amani, iwe tulivu, endelee hivyo hivyo. Kingine labda mimi nilichoomba yani katika wanawake, yani atusaidie yani katika wazazi, tunapata tabu sana hospitali yetu. Yani kiwastani jamii nzima itusaidie kwa wote. Maana naweza nikasema kama hapa ni Kimbiji, hali yetu ni ngumu. Inawezekana ikawa sehemu nyingine kuna hali ngumu kupitia sisi hapa Kimbiji. Kwa sehemu zote zaangaliwa, kwa upande wa kina baba, kwa upande wa kina mama. Yani kiwastani kwenye elimu yani wanabana sana wakubwa wetu. Maana elimu ukija kuangalia kwa watoto yani kuna viada kibao. Yani ile hela mtu akumgele la kula tu na nyumbani haitoshelezi. Lakini utasikia mara pengine ya ada, mara sijatakiwa ila tusheni, mara sijatakwambia atakaela hivi. Yani viada ni vingi sana vinotoka kwa kweli. Ije kuangalia vile vile na bahari. Elimu pamoja na bahari. Yani ya bahari la kwanza wazuie kwanza wanaopiga mabomu, la kwanza hilo. Na la pili isitoshe vile vile wasibane pesa kubwa sana kuhusu masuala ya leseni. Wale wavuvi wa vyombo vidogo kama ngalawa, vimitumbwi. Lakini kama watakuwa wamepita hawa watataka kuingia sasa hivi madarakani, watufanyie mambo mazuri na sisi wananchi ili tufurahi. Mambo ya elimu wayapitishe moja kwa moja, michango iwe isiwe mingi sana, kwa sababu hivi wanapofanya michango mara hiki mchango mara hiki, sisi wazazi tunashindwa saa nyinginewe. Mtu unashindwa hata kumsomesha mwanao, sana nikimsomesha atakuwa majanga. Kwa hiyo hii watupunguzie michachato hiyo ya nani hii ya michango. Yani mimi niliomba wachukulie yani watipoingia madarakani, mimi naomba madaraka la kwanza sipende kutongopea. Utaona mtu anaingia madarakani anakwambia mimi nikiingia madarakani nitafanya kitu fulani, nitafanya kitu fulani. Alafu akija kuingia madarakani vile vitu anakopo havifanyi. Sasa nakopo jamii kama anatongopea sisi. Kwa hivyo sasa tunapenda sana kwanza angalie masuala ya elimu na angalie kwa upande wa kina mama pamoja na kina baba vile vile. Toka kwa mtengenezaji wa kipindi cha Kiti Moto, kipindi ambacho kilikuwa na msisimuko wa aina yake. Sasa tunakuletea kipindi kingine kipya kabisa chenye msisimuko wa aina yake, chenye kujadili siasa. Huyu rais tunaye ni rais ambaye anasikiliza. Hii sio hoja ya Ukawa, sio hoja ya CUF, sio hoja ya Chadema. Uchumi, rasilimali ya nchi hii popote ilipo ni mali ya Watanzania wote. Michezo, hii ni nyaraka ya FIFA. Utamaduni na sanaa, mada moto, tuhuma ambazo nakabiliwa nazo. Anaweza kaja kwa mwenyekiti wetu, huwezi kujua. Toka katika utalii wa kihistoria. Ile bahari na upita meli, chini kuna majumba. Wengi wanajiuliza kwa nini nyumba hii inaitwa nyumba ya maajabu? Tutachimba. Mlizani wamelala mkateta mbele yao. Kwenda kwenye utalii wa kiutamaduni. Gogo Songea. Tutachimbua. Mkazani ni watoto mkasema mbele yao. Mpaka katika utalii wa kimazingira, baharini, hifadhi za taifa na aina kede za utalii. Tutaibua. Ni katika kipindi cha utalii wa ndani, Ijumaa saa 3:30 usiku hapa Channel 10. Walipowauliza nye, tutachimba, tutachimbua, tutaibua, hatimaye tutakujuza juu ya vivutio vya utalii na utajiri wa maliasili tuliojaliwa wa Tanzania. Channel 10, kilicho bora kabisa. Kimya we kina mshindo. Naam, sasa baada ya kuangalia maoni ya kutoka kwa Tanzania wenzetu maeneo mbalimbali na umesikia walivyozungumza, na tumaini wamekuelewesha vizuri sana
Sasa tugeukie upande ambapo tunaweza kuona igizo fupi. Igizo lenyewe kama nilivyosema awali linalenga kushawishi upate hamasa ya kwenda kujiandikisha kupiga kura, lakini vile vile kushiriki pia kuwachagua hawa viongozi wa maeneo matatu: udiwani, ubunge na urais ifikapo Oktoba. Hebu tuangalie igizo hili fupi kabla ya kuwaletea mgeni wetu rasmi kwa siku hii ya leo. Leo tutakwenda kujadili mada yetu ya Kiswahili inayohusu kukua na kuenea kwa Kiswahili enzi za Uingereza. Na sababu zilizopelekea kukua na kuenea kwa Kiswahili enzi za Uingereza ni za kazi. Mwalimu nzuri, shikamoo. Marahaba, umeamkaje? Salama. Asante. Wanafunzi hamjambo? Hatujambo. Shikamoo mwalimu. Marahaba. Wanafunzi, nadhani tumeanza muhula mpya, wote mna afya njema. Lakini mwalimu, kuna wengine humu hawajalipa ada wala michango. Wanafunzi wote ambao hawajalipa ada na michango yote inahusu shule, na kuomba mwalimu, itabidi warudi nyumbani mpaka pale watakapoleta hiyo michango. Sawa? Sawa! Mwalimu, nilipita kwa ajili ya hilo, naendelea na madarasa mengine. Sawa, asante sana. Kazi njema. Jamani, mmesikia mwalimu mkuu alivyosema? Ndio, tumesikia. Nye wenzangu, mmelipa? Ni bado. Sasa itakuwaje? Lakini serikali silitangaza tusifukuzwe wala kurudishwa nyumbani kwa sababu ya michango na ada. Ndio. Hii discussion ya leo, mimi naona maluelue tu. Na wewe naye? Mashaza. Hivi jamani, tukichanganya salfa na sulfuric acid tunapata nini? Kwa mimi ninavyofahamu, tutapata mlipuko mkubwa. Mimi nina notes zake hapa kidogo, lakini kwa nini tusiende maabara tukafanye jaribio? Hilo nalo la muhimu. Twendeni. Ndivyo mnachekesha sana. Mnasema twende maabara tukafanya majaribio ya vitendo. Mwalimu mwenyewe wa sayansi hatuna. Kama jaribio tutafanya peke yetu. Kweli. Chura anapenda maji lakini sio ya moto. Hizi maabara za bila walimu zitatusaidia nini au zina faida gani kwetu? Mwanambuke goka toma mobebe wikumela kamyenta agojago omaya mwatagire goboche gogo mwaboshina bashimbe bishija mimi nguo zinanisubiri maji hamna mpaka niende bwawani nikatafute maji kupika kuna nisubiri maisha mpaka lini na kwa mali nenda ini Nina lundo la nguo si mchezo. Siku hizi huko kijijini mambo safi. Unaenda kwenye mambo safi gani? Angalia maji ambayo bibi tunakunywa. Mjini nasikia bibi yangu maji mpaka ndani anakufuata. Ajui huyu. Mimi nawashangaeni sana kwa sababu nyinyi huko mjini mnapata umbea tu. Maana siku hizi hapa kijijini kuna mambo mazuri, haki ya Mungu. Sema tu mwanamke mwingine anakuwa anajiendekeza.
Nataka kuanza maisha, anza sasa, fena ipo zeni. Hivi sasa lazima ujitambue na utafute maisha mjini tabu. Babu! Oh, bibi! Babu! Naam, bibi. Tangia asubuhi sijala. Bibi alienda kuchota maji. Sasa hivi hajarudi. Nyie, bibi yenu ameondoka muda gani? Bibi aliondoka tangia asubuhi. Wewe unavyoenda shamba hajarudi mpaka sasa hivi. Ni kweli? Bwana, hayo maji gani? Wewe umekuwa ndobe kule? Bwana, mimi sipendi hii tabia uliyoanzisha. Maji wewe kule umekuwa ndubwi. Mzee Kikoto, usinichokonyowe. Mimi sio kweza, mimi ni binadamu. Tena uniache kabisa kama nilivyo. Hivyo jiuliza toka asubuhi mimi nimefuata maji kule bwaani masaa 3 alafu nakuja kunitolea jicho. Nakuuliza ni kweli? Haya mambo ya kuchota maji masaa 3 nyinyi ndio mnasababisha. Kwanza wewe ni mjumbe wa shina. Ukienda kule baada mzungumzie mambo ya masaa tuletee maji kijijini, unasema tu ndio. Nasema gani sawa? Hao viongozi wao wanachagua si ndio mnataka hayo? Ni sawa. No. Ni kweli. Imefika wakati tunahitaji kiongozi mtendaji atuletee huduma ya maji safi na salama kijijini kwetu na sisi. Mungu vipi? Mungu vipi? Bado hujanijibu. Mbona kuniamsha mapema? Nimefungulia bomba la ndani mle chooni, maji hayatoki. Ndio maana nimetoka haraka kuja kuangalia hapa nje na hapa maji hayatoki. Tamani mume wangu usikwambie, maji yamekatika muda mrefu. Basi mimi ngoja nikaangalie pale barabarani basi. Maji! Hapa maji. Dumu moja bei gani? 2000. 2000? Ndio. Mbona bei gani sana? Maji yanapata kwa shida sana haya. Jamani, sikilizeni. Hebu kweni na bei za kueleweka jamani. Hii hali itakuwa paka lini sasa? Maji ndani yamekatika na hela nalipa kila siku. Na maji ndo kama hivyo. Wewe kama una njanja zako kuna watu ambao wanataka maji. Haya maji yenyewe yanang'ang'aniwa. Alafu unaenda kuchelewesha. Subiri wiki mbili baba Wewe achana naye huyo. Naam, natumaini gizo hilo ni dogo, fupi, lakini ni zuri. Sasa umefika ule wakati ambao ulikuwa ukiusubiri kwa hamu. Katika studio ya leo hapa tunaye mgeni kutoka naye jijini Dar es Salaam, anaitwa Joseph Paul Ibreck. Yeye ni mtu mzima ambaye amekuwepo hapa nchini kwetu katika kuendeleza gurudumu la maendeleo, akiwa ni mtaalamu wa mawasiliano ya simu, na kwa maana hiyo amefanya kazi katika kampuni za mawasiliano ya simu maeneo mbalimbali kama atakavyotueleza mwenyewe, lakini ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam, na kwa pamoja tutazungumza naye kuhusu kuelekea uchaguzi mwaka 2015 kama mada yetu ya siku ya leo. Karibu sana studio mzee Joseph Ibreck. Sasa moja kwa moja labda ungetuambia kwa ufupi historia ya maisha yako kwa ufupi kabla ya kuanza na kipindi chetu rasmi kuelekea yale mambo ambayo tumepanga kuzungumza. Karibu. Asante ndugu Dachi. Maisha yangu kidogo yamekuwa ni changamoto kwangu mimi mwenyewe. Ni mzaliwa mwaka 45. Maisha yangu ya shule ya awali mpaka kufika sekondari nimesomea Iringa. Nikiwa katika shule zaidi za misioni Tosamaganga ndo nilipomalizia form 6. Nikaenda JKT kwa muda wa miezi 6, na shule niliyohitimu ni pale Mafinga. Baada ya kuhitimu nikaingia chuo kikuu mwaka 68, na nilibahatika kuingia katika masomo ya sayansi. Mimi nilimhitimu wa BSc katika mathematics na physics. Sasa wakati ule tulikuwa na bahati kwamba unamaliza shule serikali inakupa wajibu mara moja
Kwa hiyo nikaenda kufanya kazi katika shirika la mawasiliano East African Posts and Telecoms, na wale hawakuchelewa, walitupeleka mafunzo haraka Uingereza mwaka 71, 72. Niliporudi nikaenda makao makuu yetu ya East African Posts and Telecoms Kampala, nikiwa katika masuala ya mawasiliano. Kwa hiyo ni mtaalamu katika mambo ya simu na networks zake, mambo ya exchanges, mambo ya transmission na kila kitu. Kwa hiyo background yangu ni hiyo. Nimerudi baada ya kuvunjika community, nikafanya kazi makao makuu ya posta na simu Tanzania. Nikaishia kuwa mkufunzi wa wataalamu wa posta na simu. Kile chuo cha Kijitonyama nimejenga mimi. Kwa hiyo maendeleo ya simu tunayoona sasa yanapendeza, lakini huko nyuma tulikuwa na changamoto zetu na nyinyi mna changamoto zenu. Kwa hiyo kifupi ni mtu wa mawasiliano mimi. Asante sana. Natumaini kwamba wakati ule mlikuwa mmeiva sana kwenye mambo ya siasa kutokana na nchi kwa ya chama kimoja, na tulikuwa tunatekeleza siasa ya ujamaa, na kwa maana hiyo pia mmeshiriki chaguzi mbalimbali. Japo kwa tulikuwa tunachagua rais mmoja ambaye hakuwa na upinzani, lakini ulikuwa unaona kwamba pamoja na yeye kuteuliwa na chama alikuwa anazunguka anaomba kura na mnampatia pamoja na wabunge ambao walikuwa wawili wanagombea, lakini mnachagua mmoja. Sasa uzoefu huo hebu ulete katika miaka sasa hivi ya vyama vingi, ambako sasa tunaona kwamba vyama vyetu kwa namna nyingi sana vimeweza kuteua wagombea. Kumbuka uchaguzi wa vyama vingi mwaka 95 kutokea wagombea urais 4 na wakachuana kwenye mdahalo, na ni mdahalo wa pekee ambao haujawahi kufanyika tena mpaka leo. Sasa tuanze na chama kimoja, manake sasa mpaka sasa hivi ni chama cha CCM nadhani ndio kimekishamaliza mchakato kuchagua mgombea wake, ambaye tunajua wote ni John Pombe Magufuli. Sasa ule mchakato mzima ulivyokwenda, unauonaje? Unaweza kuongelea kidogo? Wanasema siku njema uiona toka alfajiri, na siku njema kwa upande wa chama tawala CCM ilianza toka watu walipoanza kufurukuta kusema tunatangaza nia, tunafanya. Wengine walianza kabla, na hilo wengi wanalisema si baya. Si baya katika upeo ule wa kusema kwamba ni soko huria, lakini ubaya wake ni kwamba hiki ni chama kimoja, chama kilichoongoza nchi hii kwa muda wa miaka zaidi ya 50. Ilikuwa tuone kwamba ni mchakato ambao umepangiliwa vema. Sio kila mmoja anainua kichwa anasema vyovyote anavyotaka ndani ya chama namna ya kunani. Kwa hiyo hilo lilikuwa kidogo ni tatizo, lakini ni njema kwamba walipofikia wamefika mahala ambapo ukweli umedhihirika. Nini kinachotafutwa nchini hapa? Kinachotafutwa nchini hapa, dhamira ya kila mmoja. Wewe umeniambia mimi nilikuwepo awali. Nimeona toka chaguzi za kwanza za jembe na nyumba, za kura 3 kwa Muhindi, Mwasia, Mwasia na Mwafrika na mzungu. Nimeziona hizo. Tumepita. Na hii CCM imepita. Imepita ikiwa wengine wamedhurika, lakini kwa sababu ya hisia. Lakini kama ni kumpata mtu, wamempata, na nafikiri atatufaa mwaka huu katika jitihada hizo. Umekuwa mchakato wa kutesa. Umetesa wale waliosikiliza, umetesa hata wale waliotangaza nia yao.
Umewatesa sana kwa sababu gani? Haukuwa na mipaka. Ulikuwa broad spectrum ndani ya chama. Ni kwa nini? Basi, providence. Kudra ya Mwenyezi Mungu imewaleta hivyo. Huwezi kusema kulikuweko na usukani dhahiri unaoendeleza ule mpaka tuseme siku 10 za mwisho. Kwa hiyo watu kutojifahamu, kutojielewa tunafanya nini, wanaotangaza nia walikuwa kidogo umetesa. Ninaweza kusema namna hiyo, lakini ameshaibuka mpeperusha bendera na si mtu dhaifu. Si mtu dhaifu hata kidogo. Tutamzungumza hapo baadaye ikifika wakati wake, lakini nafikiri ni mtu imara, ametoka katika chama imara, chama dola. Kwa hiyo huwezi huyu mtu ukamzungumzia kiumbea. Lazima umzungumzie kimantiki na ukiwa dhati na nia njema. Kama ni kujenga, ni kumjenga. Kama ni kujenga nchi, tunajenga nchi. Lakini huwezi kumchukulia kimdhaa. Hapana. Kwa hiyo ndo kwa kumtaja jina tena kwa mara ya pili, Chama cha Mapinduzi kimemchagua Dr. Pombe Joseph Magufuli. Na katikati hili jina naona mnalingana, Joseph Ibreak, Joseph. Sasa mimi ni wa jina, lakini yeye Joseph nafikiri ni babake. Babake. Okay. Sasa huyu maoni yako kuhusu chaguo hilo? Kuhusu mheshimiwa, mheshimiwa ana sifa zake bainifu. Sifa zake bainifu ambazo tunaziona sisi, ambao siwezi kusema nimefanya kazi naye, nimemwona akiwa ni kiongozi, mtumishi wa umma. Lakini ninavyoweza kusema anaenenda matakwa ya chama chake, sio matakwa yake, kwa sababu bwana huyu ni mbunifu, ana namna yake, ana staili yake. Inaudhi wengine, inapendeza wengine, lakini ni chapakazi. Kwa uchapakazi hiyo hatuwezi kugombana naye. Uadilifu wake ndani ya chama, nafikiri chama mpaka kimemfikisha hapa kichama. Hatuwezi kumzungumzia uadilifu wake mintarafu kitu kingine mpaka hapo tutakapokuwa tumebainisha kwamba tunampima katika vigezo vipi. Maana vigezo ni lazima tuwe tumekubaliana kwamba tuna vigezo vipi vya rais mtarajiwa ana vifikia. Je, anakidhi hayo? Nafikiri katika huko tuendeleako tutaona namna gani bwana huyu anaingia katika mchakato. Lakini kama chaguo kwa rekodi yake, kwa rekodi yake akiwa waziri, na amekuwa naibu waziri, sasa waziri, na hatimaye kama Tanzania watakubali atakuwa rais. Mheshimiwa Magufuli amefanya kazi na chama chake, lakini akiwa na upeo wa mahitaji ya Watanzania. Kwa hiyo ni lazima kumpima kichama. Je, alikidhi vigezo vya chama chake kwamba tuko katika kujenga taifa, tumempatia mwenzetu majukumu haya, ameyatenda vema au dhaifu? Lakini vile vile anahudumia wananchi wote bila kujali itikadi. Ukitoa itikadi pembeni, je, dhamira ya nchi hii, malengo yake, huyu bwana alikuwa anatupeleka kule? Maana tunachotafuta katika uongozi ni kufikia malengo ambayo tumejiwekea kitaifa. Unadhani Magufuli ni mtu wa kuweza kuchukua maamuzi magumu? Mna maana gani na maamuzi magumu? Kwa mfano kuna swala la kitaifa ambalo labda kuna barabara ili
ameshalifanya. Kwa mfano, kuna barabara ilikuwa inapita kule jimboni kwake, lakini inapita kwenye ukuta wa nyumba ya babake. Akavunja ukuta wa babake, akasogeza nyuma. Hii ni unaweza ukatolea mfano kwamba ni maamuzi magumu. Unajua, katika ujenzi kuna mbadala. Je, angekuwa ameuacha ukuta wa babake akaweka flyover juu ya ukuta wa babake, mungelimpima vipi? Maana haya ni mambo ambayo ubora wa maamuzi ubora wa maamuzi ni kuona kwamba hudhuru moja taifa na hudhuru mwananchi. Lakini iwapo amedhurika, maana yake unamhamisha huyu, unakwenda kumwekea mahala mbadala aendelee kuishi vema. Ulimkuta vema. Kwa hiyo sio kumbulldoze. Na mimi kwa mfano jina wanalomuita tingatinga, mimi kwa uadilifu wangu Magufuli nisingelipenda kumuita tingatinga. Tingatinga ni mtu asiyefikiri. Kuna mwingine anafikiri, yeye anapita tu. Tingatinga linaendeshwa. Angelisema kwamba ni operator, hapo sawa. Operator wa tingatinga. Kwa hiyo umempa tingatinga, kama ungepata nafasi ungerekebisha, maana yake ile jina naona limetolewa na mwenyekiti wa CCM. Hapana, lilikuweko kabla. Lilikuwepo, lakini kwenye mkutano mkuu pale amelitumia sana mwenyekiti wa CCM Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Matokeo yake na sio waandishi wa habari tukalidaka, tukaamua ndio jina rasmi la mheshimiwa. Tumieni kwa uangalifu hilo jina, kwa sababu lina maana yake ambayo kwa wengine linaweza kuwachefua. Sasa lakini ni mtu makini ya kutosha. Makini ya kutosha. Sasa bwana Ibrek, wewe upande wa vyama vingine mpaka sasa unaona hawajafikia lengo lao lile la kuteua mtu. Wametuambia kwamba baada ya siku 7 ndio watatupa jina. Na mengi yamezungumzwa tu, mengi sana najua umeyasikiliza kwenye redio, umeona kwenye TV na magazeti umeyasoma. Kwa hiyo wewe unasemaje kuhusu swala hilo hasa kwa upande wa vyama vya upinzani? Bwana Dachi, kuchelewa kwao kunaweza kuwagharimu? Bwana Dachi, historia itupe mwanga wa nini kinafanyika hapa mbele yetu. Hivi ni vyama ambavyo kimoja kimekuwa kinakuwa kwa namna yake. Vina itikadi za, wana namna yao ya uteuzi wa viongozi. Namna ya CCM ni tofauti na namna ya Chadema. Namna ya CUF ni tofauti na namna ya NCCR. Sasa mnasema hebu tuje pamoja tupate mwakilishi wetu mmoja, na huku hamjaandaa mazingira yenu ndani ya kusema kwamba jamani, tunatoka kwa dhamira iliyo wazi, tunakwenda kumpa mmoja wetu wa sisi mahasimu. Mahasimu kwa itikadi, kwa sababu wangekuwa na itikadi moja wangekuwa wamoja. Sasa mazingira hayo ni wanasema marriage of convenience. Sasa unapojifikisha hali ya namna hiyo, alafu ukawa na mategemeo ya kwamba yule mpinzani wangu mkuu atakifanya hivi, mimi nitafanya hivi, wewe ukujiandaa. Na mimi nakwambia huenda huyu bwana mteuzi wa CCM Dr. Magufuli imekuwa surprise kwao. Wenyewe walifikiria wanakabiliana na mazingira waliofikiria, kumbe wamekuta hali halisi, wanakumbana na kitu kipya. Waanze kujiseti. Ni vigumu, na nawaonea huruma, kwa sababu mwisho wa siku huenda wakatengana tofauti na walivyotarajia kwamba wataungana. Na hofu, mazingira hayanipi uthabiti wa kwamba watatoka salama.
Na labda mimi naweza nika kama nataka kuingia kichwani kwako kulisemea ili ambalo labda hutaki kusema. Unaona kwamba uchaguzi wa 2010 Chadema ilimweka Dr. Slaa na akachuana na Rais Kikwete na akapata kura ambazo hazikutosha, lakini zilikuwa nyingi kwa upande wao kwao. Sasa mwaka huu labda unadhani kwamba CUF wanajiona wao na wanastahili kupeperusha bendera kwa niaba ya vyama vyote? Manake kama kuna mvutano wa nini basi? Maana wao wameshatangaza mgombea urais wao ni Profesa Ibrahim Lipumba. Chadema hawajatangaza rasmi mpaka leo hii tunavyozungumza, lakini dalili zote zinaonyesha anaweza akawa Dr. Slaa. NCCR Mageuzi wameshasema wanamtaka Dr. Mahama. Unaona tayari watu wamekwisha watangaza na wanasema ni lazima iwe hivyo, kwamba kila chama kitangaza, halafu wanaenda wanapata mmoja, waende wakaafikiane, tunachukua mmoja kati ya hao. Sasa ni kwa utaratibu upi watafikia maamuzi hayo, wewe na mimi hatujui. Huenda na wao wenyewe bado hawajaliweka bayana hili. Kwa namna hiyo tunabakia na maswali mengi zaidi kuliko majibu. Lakini nikwambie wazi, tunazungumzia Tanzania. Zanzibar hakuna swali kwamba CUF ni imara na mgombea wake ameshakubalika. Na hawa wote, nafikiri hawa wote iwapo watakubaliana kwamba waende kama walivyodhamiria kiukawa. Ikiwa hawatakubaliana, maana yake Chadema ataweka mgombea wake dhidi ya mheshimiwa wa CUF Zanzibar, na wengine watafanya hivyo hivyo. Lakini hiyo ndio dhamira yao. Na je, bara, tuseme ukweli, ni nini kinachokubalika kuliko kingine? Mpaka kura za uchaguzi uliopita ni Chadema. Kwa hiyo mantiki ingeliwaambia, jamani, tusikae kuzozana, twende hivi na tuende kimkakati hivyo. Tukubaliane majimbo kama walivyopanga kwamba jimbo hili, lakini elewa majimbo 26 yameibuka ghafla katika siku za mwisho. Na je, huu ni utaratibu mzuri wa kuibua majimbo alfajiri na sio miaka mitatu kabla? Kwa nini iwe hivyo? Kwa hiyo tusijiweke katika mazingira ya kuwa tunakwenda kwenye chaguzi tukiwa hatuko tayari kuingia uchaguzi. Kwa maana hiyo Mr. Ibreak unasema kwamba kwa muda uliobaki tumebakiwa na siku 99 kabla ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu. Ndio. Na viongozi wengi hawa hasa upande wa upinzani hawajatambulisha. Unadhani muda uliobaki unatosha kwa wananchi? Yaani endapo watachagua sasa hivi, huu muda unatosha? Maana ya uchaguzi au kupiga kura ni kwamba unaweka alama yako ya kwamba namtaka fulani. Lakini je, hawa watu tunawafahamu? Tunakwenda uchaguzi bila kuwafahamu hawa watu. Nakwambia hata muda hautoshi kumfahamu katika ukweli wake Dr. Magufuli. Kwani kusamani kidogo kazi. Hili linaloendelea sasa hivi la kumtambulisha huyu ndo mgombea wetu, huyu ndo mgombea wetu mikoa mbalimbali, halitoshi kuonyesha kwamba ndipo tunamtangaza sasa? Yaani ule ufahamu wa wananchi bado tu utakuwa? CCM inafahamika bora zaidi kuliko Magufuli anavyofahamika. Magufuli anafahamika kwa utendaji wake katika wizara zile alizokwenda, lakini CCM ni kivuli cha kila kitu. Kwa hiyo hawa watu wanasema hapa tumewaleteni tunda hili. Lakini nasema vyama vingine
sio tu ngazi ya urais, mpaka ngazi kule ambako maamuzi ya awali ya wananchi wataishije mitaani. Unajua ni wajibu mkubwa sana. Mimi nimeshakuwa mjumbe wa nyumba 10 miaka zamani. Ndio, matatizo ya watu mitaani ni tofauti kabisa na matatizo ya kitaifa. Kwa hiyo hawa watu ndio watakao jaribu kuwaleta watu pamoja, kuwaongoza kimaadili, kujali familia zinaishi vipi, dawa zinapatikana vipi katika maeneo yao. Kwa hiyo hawa ni viongozi, sio majemadari. Ni viongozi wa kwenda kukaa na watu, kutafakari yanayowasibu na kutafuta majibu kwa matatizo yao. Unaniletea wiki 2, watatu nichague, na wengine ni wageni kabisa katika maeneo yetu. Kweli unawatendea haki hawa watu kuwaletea na kusema kwamba ni uchaguzi huru, uchaguzi wa uelewa? Hapana, tunakatisha mno mchakato wa kupata viongozi wetu. Tunawapa muda mfupi mno wa chaguzi, yale wapiga kura wale, wa kuwaelewa hawa watu, na itatugharimu. Ndio tunaishia kupata viongozi dhaifu, viongozi wasio na dira, viongozi wasiofahamika kwa jamii. Kwa hiyo unadhani tungefanya mtindo kama serikali ya Marekani au wananchi wa Marekani wanavyofanya, kwa mfano uchaguzi mkuu huko mwakani kwenye mwezi wa Oktoba 2016. Lakini umeona katika vyama vyote wa Tanzania wameshajitokeza tangu mwezi wa 5 mwaka huu. Na wanazunguka nchi nzima kupiga kama kampeni, manake wanajieleza nitafanya hichi, nitafanya kile. Sasa unadhani kwamba hata sisi tungechukua tabia hiyo, kwamba wenye nia wajitokeze mwaka mmoja kabla? Manake katika CCM tumeona waliojitokeza kabla walipewa adhabu kwa mujibu wa kanuni za vyama vyao. Nadhani hata vyama vya upinzani ukijitokeza kabla unaweza pia ukapata matatizo. Unajua kiongozi wa siasa nchini hapa ni CCM, taka usitake. Akiwa yeye ni baba mama wa siasa hapa, hawa wengine wanajaribu kukopi, lakini hawa wangejipanga tofauti, wakaonyesha utofauti kwamba jamani tuna uchaguzi miaka kadhaa. Lakini badala ya kujipanga wenyewe wanajaribu kujibu mienendo ya chama tawala. Sasa kwa hiyo unakuwa mtumwa, huna mpango wako mwenyewe ambao ni thabiti wa kusema napeleka kwa watu mapema, isipokuwa unafuata mwendo na mchezo Je, wanaogopa kwamba chama tawala kitateka taratibu zao? Tusiogope. Maana ya mbadala, maana yake ni kujidhihirisha kwamba unaweza kuongoza, sio kufuata nyayo. Siku zote ukifuata nyayo wewe utakuwa ni mhanga, utakuwa ni mhanga wa taratibu za mwenzio. Tazama, tuone mfano wa ni namna gani. Kwa mfano tunajenga au viongozi fulani wanaopatikana. Wewe umezungumzia serikali ya Amerika. Je, Waingereza wana mtindo wa namna gani? Tuna taasisi ambazo ni kuu humu duniani na zinaendesha mambo yake katika namna ambayo ziko ni stable, na hata kupata viongozi wao hutaona wanakurupuka. Kwa mfano, nikupe mfano wa kanisa Katoliki. Ni namna gani wanampata kiongozi wao mkuu wa dunia? Hata akifa ghafla hapa, lakini wameseti utaratibu ambao unawapa katika siku kadhaa, kutokana na wale ambao tayari wako katika uongozi, anaibuka mmoja. Sio kwamba ni bahati mbaya, wanajipanga. Sasa tungetegemea vyama vile vile vijipange namna hiyo, kwamba tunapoelekea uchaguzi unaofahamika mwaka fulani,
tumejipanga kiasi fulani ili kusudi watu wafahamu. Mimi kushtukizwa mtaani kwangu kwamba nimeletewa na CCM fulani agombee udiwani, ambapo sijawahi kumuona katika anga za eneo langu, kwangu mimi ni kuniteka nyara, siwi huru. Alafu hakuna mgombea binafsi ambaye anaweza kujitokeza miongoni mwetu watu wanayemfahamu. Taratibu zinakataa. Kwa hiyo tumejiweka kidogo watumwa wa vitu ambavyo bado mantiki zake hazijaundwa vizuri. Sasa na vyama vinakuwa mbadala, vinajiingiza katika hali ngumu hiyo. Turudi kwa upande wa wapiga kura. Sisi sasa hivi kuna uandikishaji wa daftari ambao hata wewe umeufanya. Nimeusimamia. Nimekwenda kuangalia. Ya, kwa sababu wapiga kura wao ndio watakaoamua. Tutatosha, muda unatosha, tutafika, tutatimiza lengo. Ndugu mtangazaji, hili nililokuambia la kwamba tunabanwa mno kuelekea uchaguzi, ndo hilo hilo hata uandikishaji. Uandikishaji kwa taratibu za kidemokrasia zilizo na upeo mkubwa ni jambo la kudumu. Mpiga kura anaandikishwa kadiri anavyofikia umri wa kupiga kura, ili kusudi awe tayari anashiriki katika taratibu za nchi yake mapema. Sasa unanipa siku 7 kujiandikisha chini ya usimamizi mkali, alafu katika upungufu wa vifaa vya kuandikishia, unategemea ninakwenda nikiwa huru kwa wakati wangu? Maana yake ninapata msukumo wa muda, ninapata msukumo wa mapungufu ya vifaa vya kuandikishia, ninakwenda kukaa kwenye mstari kwa muda usiopungua saa 12 kwenda kujiandikisha. Hilo linapendeza? Nimeaona mimi. Vijana wamekuwa wanaamka mapema saa 7, saa 8 usiku kwenda kushika nafasi ya kwanza ili akajiandikishe kesho, na huenda asipate fursa hii. Maana anakuta wengine wameshajipanga, chombo kimeharibika. Sasa haya yote if ingekuwa tumeyafanya kwa muda unaofaa, tusingekuwa na pressure zote hizi. Sasa tuna pressure za kupata wagombea, tuna pressure za kujiandikisha, kwa hiyo ni shinikizo kila kona. Wapi? Uchaguzi unakuwa gharama kubwa katika hali hii. Ungekuwa mwepesi kama tungelijipanga vizuri tu, na ni lazima tuwe na utaratibu wa kujipanga. Kwa hiyo watu watakwenda kupiga kura, ndio ni chini ya malengo waliotarajia. Katika maeneo mengine wanasema wamezidi malengo, lakini huna uhakika. Haya ni mambo yote ambayo tunayakuta katika mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka 2015. Ni changamoto ambazo Mheshimiwa Magufuli, iwapo atajaliwa kuchukua uongozi kama rais, ni lazima tuandae mifumo mbadala ya kuwapatia watu muda, na chama nacho kijipange kuwapatia watu muda, isiwe kwa shinikizo, isiwe sintafahamu, isiwe kwenda kugombana, isiwe kwenda umbea. Maana umbea umezidi katika vyama hivi, na hii haijengi umoja, inabomoa. Lakini ikiwa tutakwenda kiutaratibu, tukipeana muda, tukiwafahamu hata watarajiwa, wakachambuliwa vizuri na wadadisi wazuri na hoja za maana, hakika uongozi ni kitu cha kwanza katika nchi yoyote. Uongozi ni kitu muhimu sana sana. Naona ni kuwahi hapo usije kwa sababu swali langu la mwisho kutokana na muda wa kutobakia mdogo ni wito wako. Wito wako kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka huu.
Ningelisema kwa wananchi wote na kwa wote waliotangaza nia ya kugombea kuanzia ngazi ya chini kabisa, tujue tunakwenda sio kwa ajili yetu binafsi, isipokuwa kwa ajili ya wananchi. Si nchi, wananchi. Lengo ni mtu, lengo si ardhi, lengo ni watu. Kwa hiyo tuheshimu hawa watu, tuwatendee haki, tuwapatie uhuru wa kutosha kutufahamu, kutudadisi, ili kusudi wafanye maamuzi mema ya kupata serikali njema. Hakika jinsi tulivyoishia mpaka sasa na jinsi tunavyokwenda mbele, mambo ni mazuri, lakini vyama mbadala wa CCM wenyewe wanajiita wapinzani wajipange vema, vinginevyo hawana hoja mbadala. Asante sana. Naam, kwa muda wote huu tumekuwa na mgeni wetu hapa ndani ya studio, Joseph Ibreker. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano ya simu wa zamani, na kama alivyoeleza mwenyewe amefanya sehemu mbalimbali za nchi yetu akiboresha mawasiliano, na amekuwa mkufunzi katika chuo cha posta na simu kile Kijitonyama, ambapo sasa hivi ni sehemu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kinatarajiwa kutoa mafunzo hayo ya mawasiliano, yani au telecommunication, na kutoa mafundi wa ngazi za kati. Sasa muda kwa kweli sio rafiki, na sisi katika tufunge safari siku ya leo ndio tumefikia tamati. Lakini mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Tukutane wiki ijayo tena muda na wakati kama huu. Jina langu ni Kibwana Dachi, na narudia tena katika studio tulikuwa na mzee Joseph Ibreker, na tumeona mada mbalimbali mada moja ameizungumzia katika maeneo tofauti kuhusu kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2015. Natumaini wewe mwananchi mpaka hapo tulipofika umeshawishika vizuri sana sasa kuweza kufanya maamuzi yaliyothabiti ifikapo Oktoba mwaka 2015 mwaka huu kwa ajili ya uchaguzi mkuu, ambapo tutachagua diwani, mbunge na hatimaye rais. Asanteni sana kwa kuwa nasi, na natakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa Channel 10.